Kata ya Mbezi tuna changamoto zifuatazo ambazo kiukweli imekuwa ni changamoto kubwa sana, hasa kwenye barabara na vivuko katika mitaa yote. Mheshimiwa Mstahiki Meya, ni kuombe kupitia kikao hiki tuweke azimio kama ambavyo tulipendekeza kwenye kamati ya fedha kwamba pesa zitengwe sasa kwa ajili ya kwenda kila kata, ili barabara, kwa sababu mvua zimenyesha zimeharibika sana, ili tuweze kurekebisha barabara, kwa sababu kiukweli hali ni mbaya sana katika kata zetu zote 14 zimekuwa mashimo na serikali inatukanwa sana. Lakini Mheshimiwa Mstahiki Meya, kupitia kikao hiki kuna TARURA wapo nadhani na TANROADS, barabara zao ambazo zinasimamiwa na sisi, kuna pesa ambazo tunatoa kwenda TARURA ni mbovu sana na hazijapitiwa na greda katika kata yangu ya Mbezi. Niwashukuru kwamba barabara ya Msakuzi jana nimepita, wamepitia greda, limepita vizuri sana. Lakini barabara ya Msakuzi inayopita njia ya Bukede bado kuna kipande ambacho kinasumbua sana, lakini ukienda kuna barabara zetu ambazo zinasimamiwa na TARURA ambazo zingine ukiangalia njia Mpigi baadhi kuna sehemu nyingi bado ni sumbufu sana. Kwa hiyo tuombe TANROADS nao wapite kwa sababu mvua zimeisha. Lakini pia Mheshimiwa Mstahiki Meya, kuna barabara zetu ambazo tunazisimamia sisi wenyewe na wadau. Ninaomba sana tuweke azimio sasa kwa ajili ya kupata fedha halmashauri ili tuende kushughulika kwa ajili ya kununua vifusi, lakini pia vile vile kukodi magreda ili tuweze kusafisha zile barabara ziendelee kupitika kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wetu. Changamoto nyingine Mheshimiwa Mstahiki Meya ni changamoto ya maji. Kata ya Mbezi imekumbwa na changamoto ya maji katika mitaa yote, ambapo hata sasa kidogo kipindi mvua imenyesha kulikuwa na ahueni, lakini hali hiyo imerudi. Ukienda Mbezi sasa hivi imekuwa ni kituo cha biashara ya maji, ambao unakuta vikenta watu wamebadilisha kubeba abiria kutumia bodaboda zinasomba maji. Kwa hiyo ni kuombe sana, nadhani watu wa DAWASA wako hapa, weke jitihada kubwa sana, lakini pia ni vizuri wao wanatoa taarifa kwa wakati kama kuna changamoto yoyote, ili wananchi wanakuwa na uelewa ni nini kinachoendelea, kuliko wanapopiga kelele ndio wanaanza kuandika barua kuambia kwamba kuna tatizo fulani. Wawape taarifa mapema. Mheshimiwa Mstahiki Meya, changamoto nyingine tulionayo ni uzio wa shule za sekondari na primary, hasa shule ya Mbezi, shule ya Musimakara, Makamba. Kuna shule hizo zote ambazo ziko kwenye kata ya Mbezi, shule nyingi zinahitaji uzio. Kwa hiyo ni kuombe sana wataalamu wako hapa waone umuhimu katika bajeti namna gani ya kuweza kukamilisha uzio katika shule hizo ili tuweze kuwalinda watoto wetu wanaosoma. Lakini Mheshimiwa Mstahiki Meya, madarasa na vyoo katika shule za sekondari na msingi kwa kweli ni changamoto kubwa sana. Tulifanya azimio kwenye vikao vyetu tukasema tunahitaji tupate madawati katika shule zote za sekondari, ambapo wewe mwenyewe ukiwa unaongoza kikao Mheshimiwa Mstahiki Meya, tulisema kuna dawati zinatengenezwa zaidi ya dawati 7,000, lakini mpaka sasa hivi tunaenda kufunga mwaka wa fedha, sidhani kama hilo limekamilika kwa asilimia hata 40. Kwa hiyo ni kuomba sana kupitia kikao hiki Mheshimiwa Mstahiki Meya, ukienda kwenye kata ya Mbezi kwa kweli natia huruma. Wanafunzi wetu wanakaa chini, hata miandiko yao, ndio maana ukuta mwanafunzi anamaliza darasa la 7 hajui kuandika. Sio kwamba hawezi kuandika, ni kwa sababu anaandikia chini na anaandikia kwenye mguu. Kwa hiyo ni kuombe sana hilo lisimamie. Mheshimiwa Mstahiki Meya, kuna swala zima la DDC kwenye kata yetu ya Mbezi. Kata ya Mbezi hasa mtaa wa Msumi kuna changamoto ya DDC. Niombe kupitia baraza hili kuwe na mkakati, halmashauri tengeneze mkakati sasa wa kuweza kulimaliza tatizo hili. Kama ni wale wananchi wana haki, basi itolewe hiyo changamoto na kero, ili wajue kwamba wafanye maendeleo, waweze kujifanyia shughuli zao wakiwa na amani, kwamba hilo tatizo halipo. Lakini kama tatizo lipo, tusikatae tatizo, tuende na hilo tatizo, tujue na wananchi, tukae nao tuone namna gani ya kulitatua ili watu waendelee kufanya shughuli za kimaendeleo. Mheshimiwa Mstahiki Meya, kuna swala la urasimishaji. Wataalamu wako hapa, lakini kwenye kata ya Mbezi tuna changamoto ya urasimishaji. Lakini Mheshimiwa Mstahiki Meya, halmashauri yako hii ingefanya urasimishaji, kuna faida kubwa ambazo tungezipata kupitia hili. Faida ya kwanza tungeweza kupata kuingiza kipato kupitia urasimishaji ule unaoendelea. Lakini faida ya pili, kuna watu sasa watakuwa wanalipia. Kuna watu wamejenga, kuna watu wana nyumba lakini hawalipi kodi yoyote. Sasa uone namna gani tunaweza tukafanya urasimishaji ufanyike kwenye kata ya Mbezi ili watu waweze kunufaika na huo mpango, lakini halmashauri pia iendelee kunufaika. Mheshimiwa Mstahiki Meya, kuna ukosefu wa ofisi ya serikali ya mtaa, ambapo baadhi ya ofisi kiukweli ni changamoto sana, na wengine hata hawapewi pesa kwa ajili ya kulipia ofisi, wanategemea wadau.
hasa Mbezi Luis. Tunakuomba sana kupitia kikao hiki halmashauri hii ione namna gani ya kuwasaidia ofisi ambazo hazina ofisi ambazo hawana ofisi wana kodi, basi walipie kodi, na zile ambazo zinaendelea kujengwa wawekeze zaidi ili waweze kumaliza. Lakini kuna miundombinu mibovu katika soko la Mbezi shule, ambayo kuna kizimba cha taka. Wewe mwenyewe Mheshimiwa Mstahiki Meya ni shahidi, tulienda pale, ni kero kwa wananchi, lakini kwa watu wanaofanya biashara pale, lakini hatari sana kwa ajili ya kuleta magonjwa ya milipuko. Lakini pia kwa ufupi sana, Mheshimiwa Mstahiki Meya, niongelee mazuri ambayo yapo kwenye kata yetu ya Mbezi. Tuna miradi ya maendeleo inayoendelea pale. Kuna kituo chetu cha afya cha Mbezi ambacho kinajengwa, lakini pia kuna mradi wa Msumi wa barabara ambao unaendelea kutekelezwa pale. Kwa hiyo niwaombe sana wataalamu na wao waende kwa haraka ili tumalize. Lakini kuna daraja kubwa ambalo naamini linakamilika sio muda mrefu la Kasambara, ambalo nalo linaenda kwa speed linakamilika katika kipindi hiki.